Kijumbe hapa Juma Lokole mwenyewe. Pole kwanza kwa msiba. Jamani, asante sana. Asante sana. Ni msiba ambao msiba wetu wote wa Tanzania. Manunu kafariki bwana. Sasa kwa Wema Sepetu, yule Manunu sio mbwa tu. Yani it's not just a dog kama sisi tunavyochukulia. Mimi na wasiwasi itakuwa uozo tu. Kafanyaje? Kamtilia sumu yule mtoto. Tukio linaloonekana hapo kwenye video ni kifo cha mbwa wa Wema Sepetu ambaye alikuwa anajulikana kama Manunu. Tumeona kabisa watu hadi wanatoa machozi, wanafikia hatua ya kulia kweli. Inafikia yani mwanadamu anamlilia mbwa kuliko wanadamu wenzake. Hichi kipindi cha karibuni tumeona vifo vingi, watu wamekufa kwa kukatwa mapanga au kwa kukata mashingo yao, si ndivyo? Watu wamekufa vifo vya kikatili, lakini hatujaona watu wa media zikiposti kama kufikia hatua kama hii, umeona? Lakini kifo cha mbwa eti media inashikilia kabisa bango hadi kwenye ina session kwenye kipindi media inazungumza kuwa kuna kifo cha mbwa kimetokea sehemu fulani, na wanaanza kukitengenezea mada kabisa kifo cha mbwa. Yaani na maana wamekosa vitu vya muhimu vya kuzungumzia mpaka wanafikia hatua ya kuzungumzia kifo cha mbwa, umeona? Wakati kuna taarifa ambazo ni hard news zimetetelesha sasa hivi dunia, hasa kwa upande wa Tanzania. Hapa kuna taarifa nyingi, umeona? Kuna vifo vimetokea, watu wamekatwa vichwa, mfano kama Dar es Salaam tumesikia, mfano kama kule Tanga tumesikia bodaboda yule amekatwa kichwa, amekatwa mapanga paka kufa, umeona? Amekatwa na vitu vya ncha kali paka kufa. Lakini hizo hazijazungumzwa, umeona? Lakini inafikia kifo cha mbwa paka watu wanatoa lambilambi, watu wanalia, umeona? Yaani inakuwa ni kama ni kweli watu wanataka kutengeneza ustaa, lakini hii haiko sawa kabisa, umeona? Na media zinaichukua ile na kuipeleka kwenye vyombo vyao na kuzungumza. Hili ni swala linalotupeleka kwenye upumbavu, alafu kesho watu wanakuja kulaumu serikali, si ndivyo? Wakati wao wenyewe kujibidisha tu katika kufanya vitu ambavyo ni sahihi, hawapo katika huo upande. Wewe ni leo kulilia kifo cha mbwa badala ya kulilia mwanadamu mwenzako. Haijafikia hiyo hatua kwa Mtanzania yote mwenye akili timamu. Kama una akili timamu huwezi ukafanya tukio kama hili. Hili tukio linafanywa na watu ambao akili zao haziko sawa. Huwezi ukalilia mbwa au ukaweka mada ambayo inazungumzia masuala, mfano huwezi ukaweka mada ya kifo cha mbwa kwenye kipindi chako au hata kugusia kwenye kipindi chako eti kisa alimnunua bei kubwa huyo mbwa, wakati kuna mada ambazo ni kubwa sana, wanadamu wanakufa huko, umeona? Mnaitoa thamani ya ubinadamu nyinyi wenyewe, alafu kesho mnakuja kulalamika. Tujiangalie katika huo upande. Media kubwa zinachukua kipindi na kutangaza hoja ambazo hazina maana kabisa, alafu wanataka watu wawasikilize, na wanaandaa kundi kubwa la wasikilizaji, na hao wasikilizaji dakika za mwisho wanakuja kulaumu serikali kuwa haiwapi njia za utafutaji wa riziki, haiwapi mbinu za utafutaji wa riziki. Alafu kila siku wanashinda wakiwa wanajadili mada ambazo ni za kipumbavu kama hizi, ambazo eti kisa tu mbwa kufa watu wanalia, watu wanachanga lambilambi, na media zinakusanyana na kuanzisha mahojiano. Dialogue nyingi zinazungumzwa kupitia mbwa. Yaani kweli mbwa ana take over trending, wakati kuna watu ambao wamekufa, ni ndugu zetu, ni wanadamu wenzetu. Tunashindwa kujadili hayo na kuweka mambo sawa. Leo tunajadili kifo cha mbwa. Imefikia leo hii Tanzania watu kujadili kifo cha mbwa, wakati wanadamu wenzetu wako wanafanyaje? Wanateketea. Licha ya hivyo, sio wanadamu wenzetu kuteketea, kuna mambo ya msingi sana ya kujadili, kuachana na hilo swala la mbwa. Serikali, angalieni hizi media ambazo zinataka kupotosha umma, yani zinataka kusambaza mambo ambayo ni ya kijinga, wakati mambo ambayo yanatakiwa mambo ambayo ni yenye uelevu ndani yake yapo mengi sana ya kufanya ili hizi hoja za kijinga zikapotea. Watu wanazungumza hoja za kijinga zisizo na maana, hatimaye inakuja kupelekea taharuki, na taharuki zenyewe hazina maana. Kwa jamani, angalieni na hoja zingine. Na kingine, watu wakiwa wanaajiliwa kwenye media wawe wana akili timamu, wapime kwanza na akili zao. Angalia hoja kama hizi wanazoenda kuzispread kwenye jamii. Yaani kifo cha mbwa kina take over trending. Hii si sawa kabisa, umeona? Na serikali iangalie ni namna gani inaweza ikalidhibiti hili swala ili isiwe
isizidi kuwa ni too much, kwa sababu kama leo italikubali hili, ina maana kesho watazua lingine kubwa kuliko hili la kipumbavu zaidi. Tuthamini utu wetu ili na utu tuthamini wenyewe. Sisi ndio wanadamu, tukithaminiana sisi kwa sisi itakuwa bora zaidi. Sasa imefikia hatua ya mtu anathamini mbwa kulikoni mwanadamu mwenzake. Mtu anathamini taarifa ya mbwa kulikoni mwanadamu mwenzake. Kwa jamani, kuweni makini na hizi taarifa za mtandaoni. Alafu sio kila unachohisi sio kila unachokifikiria kusema ni sahihi kusema kwa wenzako. Kama umeenjoy wewe mwenyewe unaweza ukabaki nacho tu wewe mwenyewe. Eti mbwa, mtu anasema eti mbwa alikuwa anapendwa na watu. Na mtu anadiriki kusema eti ni kifo cha Watanzania wote. Yaani eti ni huzuni kwa Watanzania wote kisa kifo cha mbwa. Kweli jamani, hem tujiangalie kwanza.